Hujambo rafiki yangu mpendwa, nataka kukuambia kitu kimoja leo ambacho kitabadilisha moyo wako kabisa. Fungua masikio yako na usikilize maneno haya kutoka kwenye Biblia katika kitabu cha Isaya, sura ya 61, aya ya 7. Neno la Mungu linasema kuwa badala ya aibu yenu mtapokea sehemu mbili, na badala ya kufadhaika mtaifurahia sehemu yenu. Hili ni neno la nguvu sana kwa ajili yako leo. Mungu anajua kila kitu unachopitia sasa hivi. Anajua maumivu ya moyo wako na anajua vile unavyohangaika kila siku. Labda unajihisi kama umepoteza mambo mengi maishani mwako. Labda unalia kwa sababu ya madeni yanayokuandama kila upande. Labda unatafuta kazi kwa muda mrefu na milango yote inaonekana imefungwa. Nataka nikuambie kuwa Mungu hajakuacha hata kidogo. Katika jina la Yesu, pokea tumaini jipya leo. Katika jina la Yesu, milango iliyofungwa inakwenda kufunguka sasa hivi. Katika jina la Yesu, kila aibu igeuke kuwa heshima. Mungu wetu ni Mungu wa kurejesha vilivyopotea. Huenda biashara yako imeteteleka na huoni faida yoyote. Huenda ndoa yako ina misukosuko na unahisi upendo umeisha kabisa. Lakini sikiliza, Mungu anasema anakupa sehemu mbili badala ya ile aibu uliyoipata. Huu ni msimu wako wa kicheko. Huu ni msimu wako wa kuinuliwa. Usikate tamaa kwa sababu umechelewa, maana Mungu hawahi wala hachelewi. Yeye anakuja kwa wakati wake na anakuja kwa kishindo kikubwa. Katika jina la Yesu, kila ugonjwa mwilini mwako upone sasa hivi. Katika jina la Yesu, kila roho ya kukataliwa iondoke maishani mwako. Katika jina la Yesu, baraka za Mungu zikutafute na zikupate hapo ulipo. Mungu anaenda kuweka amani ndani ya familia yako. Mungu anaenda kuleta watoto na kuimarisha nyumba yako. Katika jina la Yesu, kila hofu iondoke ndani ya moyo wako. Wewe ni mshindi na si mshindwa. Wewe ni kichwa na si mkia. Hata kama watu walikucheka jana, kesho watakuja kushangaa yale Mungu atakayofanya kwako. Mungu anaenda kuandika historia mpya ya maisha yako. Ule upweke unaokusumbua usiku unakwenda kuisha. Ile huzuni ya kupoteza wapendwa wako inakwenda kufutwa na furaha ya Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu, kila aliyebeba mzigo mzito apumzike sasa. Katika jina la Yesu, kila aliyekata tamaa apate nguvu mpya. Katika jina la Yesu, kila biashara iliyokufa ifufuke tena. Katika jina la Yesu, kila deni lipate njia ya kulipwa kwa muujiza. Mungu anakupenda sana na ana mipango mizuri na wewe. Yeye si binadamu hata aseme uongo. Akiahidi, anatimiza. Amini tu kuwa kitu kikubwa kinatokea maishani mwako sasa hivi. Sasa nataka tuungane kwa maombi pamoja. Baba mwema, asante kwa mtoto wako huyu anayesikiliza sauti hii. Unaona hitaji la moyo wake leo. Unaona machozi yake ya siri. Ninakuja mbele zako nikivunja kila nguvu ya giza inayomzuia asisonge mbele. Katika jina la Yesu, ninaamuru baraka zishuke juu yake. Fungua madirisha ya mbinguni na umwage neema yako. Ponya miili yao, ponya akili zao na ponya uchumi wao. Katika jina la Yesu, kila roho ya kucheleweshaji ivunjike leo. Katika jina la Yesu, kila kiziwizi cha adui kiondoke maishani mwako. Katika jina la Yesu, pokea kibali kazini kwako. Katika jina la Yesu, pokea kibali kwenye biashara yako. Katika jina la Yesu, pokea amani kwenye mahusiano yako. Mungu amekumbuka kilio chako na amejibu maombi yako. Mpendwa wangu, usiache kuamini. Endelea kumtumainia Mungu kwa maana anatenda mambo makuu. Usikubali sauti ya adui ikuambie huwezi. Unaweza mambo yote katika yeye anayekutia nguvu. Mungu ameshatengeleza njia pasipo na njia. Utashangaa jinsi mambo yatakavyokuwa mepesi kuanzia leo. Furaha ya Bwana ndiyo nguvu yako. Katika jina la Yesu, nimeona ushindi wako. Katika jina la Yesu, nimeona kicheko chako. Katika jina la Yesu, nimeona urejesho wako. Baraka za Mungu ziwe nawe sasa na hata milele. Tafadhali usibaki na mzigo wako peke yako. Nitumie ombi lako la sala sasa hivi ili tuendelee kumwomba Mungu pamoja kwa ajili ya muujiza wako. Mungu akubariki sana.